manake njia zake ni za mbaya. Hapana. Ukisura mashindwa kuzala, inawezekana mumushene yake mchana wake alikuwa anatoa mimba. Hapana, ni wakati ambayo Mungu anakusu. Unapitia mateso ya bile, kiangalie yetengeneza. Unaambia mchungaji, mtumishi, nitengeneze zambi kana. C'est pas possible. Asa kifaransa bazudelewa. Ni kitu haiwezekani upitie hali ya hivi, ila uamini ya kwamba ingawaje uko mtakatifu, shida inaweza kupata. Ingawaje uko mtakatifu, unaweza pitia mazingira. Biblia aseme mfurahieni wakati mnapoingia katika jamii, maana mkistahimili na kuishinda mtapokea taji. Kuna aina tatu ya jaribu. Jaribu ya kwanza ni wewe mwenyewe unaenda itafuta. Jaribu ya pili, shetani anayesukuma kwako ili utoke kwenye imani na umwache Mungu. Na jaribu ya tatu, Mungu anairuhusu kwako ili akupatie taji ukishinda. Na nafurahia sana jaribu ya Mungu haikuwake ya kututosha mapenzi yake, inakuwaka ya kutufunza, inakuwaka ya kutukaza ili tuamini. Tukikuwa tunapitia muhali ngumu, tunaamini kama hii nayo itapita. Haleluya. Asa hii couple vile ama isi ndoa, walikuwa watu wanapendana ingawaja wakukuwa na mtoto. Walikuwa watu wanamtumikia Mungu mchana na usiku ingawaja wana mtoto. Hapana ndoa za leo, unafanya miaka 2 mtoto anashindwa kuzala, akili ya Bwana inageuka wala akili ya bibi inageuka. Hapana, zile hizi za leo walimtumikia Mungu pasipo kuhukumiana, kwa sababu walielewa Mungu ndo anapanaka watoto, haiko muonekano. Yesu asifiwe. So ingawaje walikuwa hawana mtoto, walitembea na Mungu mchia yote na hawakukuwa na manunguniko. Najua kuna watu ambao walimwamini Mungu kiukweli, ni watu ambao hata wapitie shida za namna gani, wao na Mungu wako. Na kuna watu wengine walimwamini Mungu kwa maneno. Ni wale watu shida kidogo anasema hii msalaba inakuwa mzito, kila mtu achukue yake, anatua yake na njoo yake. Sasa kwenye Israeli mwanamke alikuwa nakosa kupata mtoto, ilikuwa ni aibu kubwa, na alikuwa mtu ambaye hahesabiwi miongoni mwa. Asa ingawaje Elizabeth alikuwa na aibu mbele za watu, lakini alijua ingawaje watu wananidharau, lakini kisi na mtumikia Mungu ataniheshimu, na Mungu akiniheshimu wale wananidharau nao wataniheshimu. Asa baada ya miaka kwenda, wakajikuta wanazeeka, wamefika uzeeni pasipokuwa. Hapa ni kumtumikia Mungu. Sasa kama atampatia mtoto sawa, na kama watamwimaka sawa. Jambo la pili, walikuwa tena hawana tumaini ya kuzala. Maana mambo ya kuzala kwao haikuwa tena. Ni bora ukose mtoto na uko she, kwa sababu ukikuwa kijana utakuwa na matumaini Mungu atanisaidia, na ukikuwa mzee matumaini yote yanatoka.
wakaanza mtumikia Mungu. Ni basi baliamini Mungu, hawakuamini Mungu juu ya kitu, baliamini Mungu tu anastahili na yeye wa kuabudiwa. Siku moja kule ikamwangukia mtu banamwita huyu kuhani Zakaria. Bakasema, Zakaria, wewe utaenda kwa madhabahu, wewe fukuza uvumi. Agano la Kale walikuwa na kamata pazia inatoka pale mwisho ya ile picha, wanaileta ili mpaka mwisho ya hii kitambaa. Asa hapa kumadhabahu hakuna madhabahu. Hekalu za zamani zilikuwa nagabulikana njia tatu ama msehemu tatu. Na hapa kuko vizuri pale tayari. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni hapa hivi, watu wanatoka kule wanakuja kanisa, wanaishia hapa kupremie party. Sehemu ya kwanza ababebako hapa, kazi yako ni kuambia Mungu tukumbuke na tusamehe kwanza. Ukikuwa kuna sadaka unaipana ya kuondoa sana. Watu mingi walikuwa naishi hapa penye hawana sadaka ya kuondolewa dhambi ya msamaha. Ukikuwa na sadaka unaingia hapa hivi sehemu ya watakatifu. Asa we kama una sadaka unawakilia hapa, maana zamani mtu alikuwa akifanya sana inamuomba alete sadaka. Sana kama hauna dhambi hautatoa sadaka ya kuondolewa dhambi ya msamaha. Unaingia hapa sehemu ya watakatifu. Sasa hapa hivi kuko tena lito yenye inakugabula hapa kwenye babu bako na dhambi bako, naambia Mungu awasamehe, wanashimama pale. Na hapa kuba takatifu nao wanashimama. Asa baraka ya hawa watakatifu na ya hawa haitakuwa sawa, kwa sababu vile jinsi vito zinagabulikana na ndio vile nguvu za Mungu zilikuwa nagabulikana. Sema amen. Asa kulikuwa fasi ya mwisho, njoo hapa walikuwa na papaita mahali patakatifu pa watakatifu. Na hapa kumadhabahu palikuwa naingia mtu wanamuita kuhani, na ukuhani haina makuhani wote. Hapa ni mwenye balipwende, wewe utaenda fukuza uvu. Ukuhani naye hata ingia hapa tu hivi tunishinaingia, no, batamufunga kitu wanaita she ama kamba, na hii kamba itakuwa ya chuma. Wakati yenye anapanda hapa fasi ya watakatifu, Biblia inasema aseme na ule kuhani watakufunga kamba, alafu wakati iko nachogea watu wa nyuma watakuwa wako na kokota, wako na muuliza madebaki kokota kamba kifanya hivi manake kwa mzima, kwa sababu watu walikuwa wanafika hapa ni watu ambao hawana hata dhambi moja. Kumene ilimbidi Zakaria aishi maisha utakatifu sana, maana akikosa kuishi maisha utakatifu, wakati watamwambia kaingia hapo hata toka. Watu wengi walikuwa na kufia mahali pa watakatifu, pa watakatifu. Ukikufa hakuna mwenye iko na uruhusa ya kwenda ukutosha pale, panagogota tu ishene, panakutwala wanaenda kuzika. Sasa wakamupikia zamu yake, wakampatia ile chepezo aanze kukuza uvumba. Watu wako nje wako na msubiria akuja wabariki, maana akimaliza kukuza ile uvumba kulikuwa na kitu banaita nini, banaita sawa vile sahani. Sasa sijui tuite nini, kama tuite baseni ndogo. Kisha ile baseni ilikuwa
watu na ndio inakuwa baraka. Sasa ilifika wakati iko nafanya ile kazi, Biblia inasema malaika akamtokea akamwambia Zakaria, usiogope. Na ninaona malaika anashimamia mtu mmoja alikuwa anaoga. Ninaona malaika wa Mungu anatembelea watu ambao walikuwa naoga na kuambia wasiogope. Zakaria, usiogope. Zakaria kaangalia yule mtu akamwambia, mimi ni malaika Gabriel na Mungu amenituma kwako nikuletee ujumbe ya kwamba mke wako Elizabeth atapata mtoto na ule mtoto mtamuita Yohana. Zakaria anaangalia anasema, si ni ndoto ya kasa, atuseme hii ndoto ya safari, ndoto ya faroli timia. Zakaria hakukopa ama hakuelewa ile nini wanamwambia. Akasema, itawezekanaje na mimi ni mzee na mke wangu ni mzee? Ambia mwenzako, Mungu akisema na anasema. Patia mkono, usiogope. Wala unamtetaka njoma na mashindo, mpatia mkono. Ambia Mungu akisema na anasema. Pako watu ambao wako na ahadi za Mungu, na ninakulapia hautakufaka na zile ahadi za Mungu hazijatimia. Wote waliomwamini Mungu, Mungu aliweka ahadi ndani mwao. Mungu akamwambia Zakaria, usiogope, nitampatia mtoto. Zakaria akaangalia miaka ya mke wake, alafu akarudia kwake. Watafiti wanasema madokta wanasema binti akieneza miaka sijui kama 40 na ngapi hivi, yani akitambusha miaka 50 kupata mtoto ni shida. Lakini Elizabeth alikuwa na zaidi ya miaka 50. Sikia nikwambie, Mungu akipenda fanye muujiza, angalia kifasi. Tukiangalia fasi ya kufanyizia muujiza haitafanya. Mungu akitaka aheshimishe mtu, angaliake ukoo wake, angaliake boma ambalo mtu alitoka ndani. Akisema kuheshimisha, angaliake vile. Mungu akisema akuheshimisha, kubariki, angaliake uko wa sura gani, angaliake uko wa muonekano gani, angaliake ulitoka uko na jina gani, ma connection ngapi uko nazo. Akisema tu leo nitafanya muujiza kwa mtu fulani, utashituka tu, uko natembea unakutanana na muujiza. Mungu akaambia Zakaria, utazaa. Zakaria akasema haitawezekana. Malaika kulishaka akasema, basi kitu unakataa, unapisha na mimi, unafanya mashindano na mimi, kuanzia leo kinywa kifuniki. Na mimi tunaheshimia sauti ya Mungu. Mungu akisema harudia. Ni mtu tu anaweza sema na anarudia vile vile alisema. Mungu akisema anasema kalimwe, na ukisikia anakutengenezea njia. Zakaria wakamfunga kitu. Sasa nauliza malaika Gabriel, ulikuwa bariki au ulikuwa laana? Malaika Gabriel analijibu, ananiambia, Prophet Timothy, nikiacha Zakaria aendelee na sema, mtoto mwenye iko mviuno vyake ni sauti ya mtu aliyeaika. Sasa akiendelea na sema, mtoto wake atakosa sauti ya kuongea ndani. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ananijibu, ananiambia, Prophet Timothy, nikiacha Zakaria aseme kama ndampatia mtoto, akiongea kubatu, batu watamfanya akate tamaa. Maana watu watamwangalia na wanaangalia mke wake, alafu wanamwambia ile ni mgoto haiwezi timia.
alafu anamwambia mambo huko na waza ni ndoto za mchana, haviyalifanyika. Kumbe ili Zakaria wasimuvunje moyo na imani yake sivunjike, nimufanye Mungu anyamaze. Ala siku yenye muujiza itafanyika, watu wanaongea na anaongea, na akiongea wakati yenye iko na mtoto watu watamwelewa. Kuna mengine ukiongea kwa watu hawatakusikia. Kuna mengine ukijitetea kwa watu itakuwa makelele. Mungu akikutetea inakuwa baraka. Ndani mfupi. Acha tuachie. Nimalize niseme hivi, Mungu anafanyaka kwa wakati. Akipenda kukupatia ndoa, hata angalia uso wako, muonekano yako ikuche. Hata angalia ni mwanaume gani ambaye uko naongea naye. Akisema mwaka hii binti fulani atabaki kwao, lazima apate mume. Hata kama walichukuanga jina lako mpaka na ya kitofu yako wakaenda kufunga sehemu, Mungu akisema leo ni mwisho, hakuna vifungo. Mungu akisema anakufanya tajiri, hata kama una kazi ndogo ambayo haiwezi kukununulia hata nyumba ama shamba, Mungu akisema leo ni leo, atakutengenezea tu njia, na ile njia inakuwa baraka. Kwa hiyo lengo kubwa ya Mungu kuleta ujumbe huu ni kuambia usihangaike. Mungu anajibiaka kwa wakati yake, na anafanyaka muujiza msaa yenye iko tayari. Sasa ukihangaika sana ndio unahangaisha baraka za Mungu. Amen. Hitimisho niseme hivi, subiri muda wa Bwana utafanyika, na Mungu akikubariki baraka zake hazikuwake za kuishi, zinakuwaka sana milele. Mungu atubariki. Amen. Weka tu mkono kwa kichwa. Mungu naipana ujumbe, Mungu naenena na mimi. Najua ni wewe ndiye ambaye umesema, na kwa sababu umesema upende. Ulimwambia Zakaria mke wake Elizabeti atamzalia, na Elizabeti alizala mtoto ambaye aliitwa Yohana Mbatizaji. Na angalia kwenye Biblia, kuna mtu mwingine wanamuita Sara, alipata mtoto akiwa na miaka 90, ukampatia mtoto. Na angalia watu wengi waliokuwa na shida. Esta anatoka familia ambayo walikuwa watumwa, lakini unamfanya malkia. Na angalia Yusufu alitoka familia ya chini, lakini ukamfanya waziri mkuu. Watu wengi uliwaheshimisha kwa wakati. Na huwa ambaye anaweka mkono kwa kichwa, kila kitu ambacho ulichomwahidi Mungu kitende. Kila kitu ulichoahidi kwa maisha yako akione na akiishi kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naweza rusha makofi na vigelegele kwa ajili ya neno. Mungu awabariki sana.